Bwana Yesu asifiwe. Ninashukuru Mungu wa mbinguni atupae kuishi. Hapa nimesema mtumishi wenu Fredrick Jumanne, nyuma ya kamera pale yuko Martini Nyimbo. Ni usiku huu tunakwenda kufundisha kitu hiki kwa ufupi. Ndugu zangu wa Tanzania na watu wote wa dunia, kuna kitu ambacho kimeingia katika kanisa la leo. Uovu umekuwa mwingi, kama neno la Mungu linavyosema kitabu cha waraka wa Yuda kwa watu wote. Ndugu wapenzi, nilipokuwa na mpango wa kuandikieni juu ya ule uovu wa wokovu walioshiriki sote, lakini wahimizeni waendelee na juhudi kwa ajili ya imani ambayo Mungu amewajalia watu wake mara moja tu kwa wakati wote. Maana watu wasiomcha Mungu wamepata kujiingiza kwa siri miongoni mwenu, watu ambao kwa faida ya maisha yao mabaya wanaupotosha ujumbe wa neema ya Mungu watu na kumkana Yesu Kristo aliye peke yake kiongozi na Bwana wetu. Lakini maandiko matakatifu yalikwisha tabiri tangu zamani hukumu ijayo inayowajia watu hao. Jamani, ni hivi, ni kwamba mimi nafikisha ujumbe kwa sababu gani? Waraka Yuda huu, mimi ni mtumishi wa Mungu. Kuna kisa kimoja ambacho kinasikitisha. Kuna siku moja nilikuwa nasafiri naelekea Bukoba. Nina watoto wa kiroho wengi. Nikapiga simu Bukoba. Nikapiga simu kutoka Iringa. Kuna mwanangu mmoja. Kaniambia kuna mama anaumwa. Ikabidi wakaniomba kuahirisha safari. Nikaahirisha safari mpaka nifika daraja la Busisi nikarudi. Kwa Nabwiru pale. Nikakuta mama anaumwa, anaanguka kwenye kocha, anaanguka, anainuka, anateseka. Alikuwa anasali kwa nabii mmoja, nabii fulani hivi. Sasa nabii ameshamuombea mpaka ameshindwa, matokeo yake akampa nini? Akaanza kumkorogea udongo matope anywe. Bado akawa anaumwa. Yule mama baada ya kufika nikamuuliza, wewe ni nini mama? Sasa nasumbuka sana. Nikasema hebu tuombe. Nikaomba jina la ukoo kama ninavyofundisha mimi habari za mizimu. Baada ya kuita Mungu, kumpa sala watoba kumuita Mungu, yule mama alidondoka. Kuita nafsi ya kichawi inaingia mizimu ya ukoo wao. Huyu mama ana asili ya Kigoma. Baada ya pale anaingia mtoto wake wa kwanza, yaani nafsi ya mtoto wake wa kwanza. Kumbe amemtoa kafara. Ni hivyo bana, katika ulimwengu wa roho nini unafanya? Sasa nishamchukua kafara huyu mama yangu. Na uchawi amefundishwa na mjomba wake. Mjomba wake yuko maeneo ya Kabwe huko ziwani huko. Ni mchungaji wa kanisa la kiroho, ambaye anasema wachungaji wa kiroho. Kumbe yule ana madhabahu ya kichawi ambaye amewapa watoto wa dada zake wote wa kwanza, amewapa uchawi huo ili watoe kafara mama zao ambao dada zake sina ule mchungaji. Baada ya kumuita Mungu ilikuwa ni vita kali sana. Nikamwita Mungu, ule mama akapelekwa pangoni ulimwengu wa roho. Mtoto wake ameshamchukua kwa uchawi mjomba wake. Ilibidi tumuite Mungu akamuokoa mama, akapona kifupi tu. Akapona yule mama. Baada ya kuponywa mpaka leo imeendelea kunisokota sana. Roho Mtakatifu ananifundisha kitu kimoja. Nifikishe kwamba kuna wachungaji wachawi. Enyi waaskofu ambao mmesimama makanisa, hebu mwone moto macho rohoni. Hivi ni halali? Mtaangalia hapo kwenye clip. Mtaangalia mama wakati anamuombea. Maana wachungaji wengi ni wabishi na maaskofu. Wanaonaga kwamba eti wanasema hivi, tunakuta wanasema, sisi tunaamini katika elimu peke yake. Elimu Biblia peke yake. Hatuamini hata kama mchungaji, hatuamini kama hajasoma boy school. Huyo ni msomi, ana PhD ya Biblia, lakini mchawi. Ameua watu wengi. Alimtoa mtu wa kwanza ambaye ndugu yake alikuwa anafanya kazi Dawasco kule Dar es Salaam. Akamtoa nafsi yake. Nafsi yake akaweka kwenye jicho la dada yake ili amchukue dada yake. Ona uchawi huo. Na watu wako makanisani, ndio maana taifa linazama. Uchawi umekuwa mwingi. Mungu amenyamaza hiyo taifa hili, hata damu inamwagwa. Ni kwa sababu ya kiburi cha wachungaji wengine wachawi. Kuna wachungaji ni wengine wachawi, yani maskofu, mwangalie. Kuna wachawi huko makanisani. Na kushukuru sana mtumishi Magendo ulitoka. Sina haja ndini gani. Lakini huo uchawi umekuwa kanisani.
Sehemu nyingi nimekutana na vituko vingi sana. Mbeya nimekutana na vituko vya wachawi, machungaji huko kuna wachungaji wanakuwa wajui. Kina mchungaji nyingine ni wachawi. Sio wote, hapana. Kuna wachungaji watakatifu wa Mungu mpo, lakini kuna wachawi, maaskofu. Mwe makini. Ndio maana taifa linakwenda kupata laana. Chanzo taifa kufika mali hapa ni kanisa, wachungaji wengine ni wachawi. Sasa itaweka clip pale, utaangalia jinsi ilivyokuwa. Muziki ulivyokuwa na yule mama ishapona mpaka leo. Sasa ukishatazama, kwa sababu kuna wabisha wakosaji, namba yangu itawekwa pale. Nipigie simu na muangalie mama ndivyo namuombea ilivyokuwa. Mimi neno mengi sina. Taifa hili chanzo ni kanisa, wachungaji baadhi ni wachawi kabisa. Nilimuombea mimi hapa, nikamwita Mungu akamponya. Kwa hiyo clip itawekwa hiyo, ni kifupi tu. Alafu baada ya kuangalia kwa makini, namba zitakuwa pale, utanipigia simu, utakomenti, uangalie taifa lilipofika leo makanisani. Uchaona bisha sana. Hakuna uchawi katika Israeli, hakuna. Tunaamini katika elimu. Sasa uchawi umekuwa kanisani wenye elimu kubwa hao. Hivyo utaangalia itaweka clip hiyo, basi utanipa maoni kwamba nimeona hiki, alafu niwafundisheni kitu gani kinachofanyika sasa hivi. Kwa sababu taifa sasa limefika mahali hapa leo. Mungu amenyamaza juu ya taifa, hata muombe mgalagale, kwa sababu taifa limekuwa wachawi, madhabahu zimeingiliana na wachawi, wanafunga kwenye mafungo, wanachanganya mafungo humo. Wao ni sadaka ya mafungu ya 10 tu, zaka. Basi macho rohoni yamekufa, maaskofu mbili macho rohoni. Wachungaji wenu baadhi, sio wote, ni wachawi. Hebu angalia sasa. Angalia sasa ilivyo. Angalia hebu. Mati. Angalia sasa hiyo. Angalia. Basi. Moto. Kwa jina la Yesu, moto achilie. Moto. Wenye wachawi. Abedi. Unafatu. Mkaibu, maroga, majuma. Achilie mama. Kwa jina la Yesu, achilia. Mungu na moto. Na wachawi achilie. Kwa jina la Yesu, achilia. Achia moyo wake. Kwa jina la Yesu, ongeza moto. Kwa jina la Yesu, Mungu na wachia nyoka. Mungu na moto. Kwa jina la Yesu, kamata. Achilia wewe. Sasa wengine wako wapi? Hakuna mtu ndani. Achilia wewe. Atakumaliza. Hakuna kuondoka. Unaenda wapi? Kuna kesi hapa. Unampeleka mama huyu. Anda kule. Umempeleka wapi? Umempeleka mama huyu. Kule. Wapi? Kule. Wewe ni nani? Tuma. Ulitumwa na nani? Nitumwa na mwanao. Ndio nituma. Subiri kwanza huo moto usikie nyoka wewe. Unaniua hapa. Hamna kuondoka, nimefunga. Unaondokaje? Toa ile mazo yako. Umempeleka wapi? Naenda. Hakuna kuondoka hapa. Kuna madai. Ulimpeleka kufanya nini? Nyota yake nani alikutuma? Nituma mwanao. Ulituma mpeleke wapi sasa? Umfanye nini? Wake. Afanye nini? Nituma na mwanao. Hivi moto unasikia? Unasikia moto? Hapa kwanza. Nafuta hata mashtaka uliyomwekea. Ulimshtaki, Mungu anaomba kumchukua Umeficha wapi? Nataka nikwambie. Sema siri zako. Usinisega wewe. Sikiliza, hivi unajua moto wa Yesu nitakumaliza. Huyu mama na mwachangu machi. Leo mnakufa na ubedi wako. Mtoto wa kike umrudishe mlikomficha. Mimba mlipeleka wapi mimba? Nina taarifa mimba mlichukua. Mkapeleka wapi? Mzaga kuja angekuja karibu sana kwa vizuri. Unasikia kwanza moto tumboni. Sio tumboni. Tumbo liweka nini humu? Unasikia moto? Auta. Unasikia kwanza moto? Kwa jina la Yesu moto. Mama amna hapa moto. Malaika choma kabisa kule kwa bedi. Paswa gamba zote zinawaka moto kwa Yesu achia. Kata kwa Yesu achilia na kata malaika kata mkata bedi ndio. Upanga huu. Ngoja nikwambie. Sema. Mko saba. Wa kwanza nani? Yule mdogo wako kwa. Kwanza nikwambie.
Sema hapa. Unaniumiza. Mimi sikumizi. Unasikia moto? Unani. Kupanga huu ni upanga. Sema wa kwanza nani? Ndio sawa. Wa kwanza nani? Tulipewa kuku. Damu yake tukapewa. Ikamimina. Makaburini. Unaniumiza. Unanipasua moyo. Wewe ndio unaniua. Aleti, nani chukua? Dunia hii. Unaona. Ulimficha vipi? Kwa kaburi yuko wapi? Yuko wapi huyu Mwajuma? Hivyo unasikia moto mwingine? Ngoja nikwambie. Sema siri zako. Ngoja nikwambie. Kwanza jicho inaweka moto hivi. Paswa liko jicho lako. Paswa kwenye chupa liko jicho lako. Unaniumiza. Paswa moto, unasikia moto. Unaniumiza. Nakwambia. Sema siri zote. Mko 7 Ana mke wake hapa. Kaka na nani? Badila pala. Ani pala. Baba ngoja usi. Yule! Sasa subiri kwanza. Mko 7. Ni majini. Ni wacha. Mlipanga kumfanya nini mama? Kumchukua. Ili iwe kafara. Pate mali. Ipa damu. Damu ya nini? Ya kwenye tumbo la kizazi ya kuku. Kwa hiyo katoa kafara. Yeye kumpata mama huyo. Kwa nafsi yake mmechukua mpeleka wapi sasa? Umeshindwa. Nilipanga kumuua lini?